tangu na umri wa miaka 3 ndiye aliyenilea, na nilikuwa natamani siku moja marehemu mjomba wangu angekuwepo, aone kwamba walimtengeneza kijana ambaye pengine leo taifa limemwamini. Kikubwa, Mungu ampumzishe kwa amani. Amen. Shangazi yangu, asante sana na Mungu akubariki sana. Ninakushukuru kwa kila kitu. Ndugu zangu, hapa mimi ndipo nilipokulia. Nimesoma shule ya msingi Kiesa, nikasoma Lugalo sekondari, nikasoma chuo kikuu cha Iringa. Siasa zangu zilianzia katika kata hii. Hapa ndipo chimbuko langu, na ninaporudi nyumbani ninafarijika kwa sababu kila ninayemtizama ana mchango mkubwa wa mimi kuwa hapa nilipo. Kuna mzee wangu mmoja wakati naingia alikuwa ameketi hapa, yule pale. Huyu baba wakati nagombea udiwani 2015, picha hiyo aliyoshika hiyo ndio ilikuwa bango langu wakati nagombea, na ni mmoja ya wazee walioniamini pasipo kunifahamu, na wapo na wazee wengine hapa wengi kabisa. Wote nasema Mungu awabariki sana. Sasa ndugu zangu, jambo la kwanza niombe tujue hatuna nchi nyingine tofauti na Tanzania. Hapa ndipo nyumbani kwetu. Tusiruhusu hata siku moja taifa likaharibika kwa mikono yetu wenyewe, kwa sababu mara nyingi wapo watu wanaohubiri uvunjifu wa amani, lakini amani inapotoweka madhara yake ni makubwa kuliko kuirejesha. Mwenye wajibu huo ni mimi pamoja na wewe, na mara nyingi wanaochochea vurugu hawatokei maeneo ambayo sisi tupo. Familia zetu ziko hapa, tuzilinde, tuelimishe watoto wetu, vijana wetu wajue kwamba hapa ndio ardhi pekee Mungu aliyotupatia, hatuna ardhi nyingine. Endapo tutaharibu nyumbani au nchi yetu, maana yake tunakubali kuwa watumwa na wakimbizi ndani ya mataifa ya watu wengine. Tulinde amani na utulivu katika mkoa wetu wa Iringa. Lakini la pili, historia yangu ilianzia hapa Iringa, na hapa mpo wengi ambao tunafahamiana, na mimi ninawashukuru wote na wote ninawapenda, kwa sababu tuliosoma nao shule ya msingi, hawa kina Lenadi wanakumbuka, kina Innocent wanakumbuka. Unajua kuna muda hatua ndogo unaweza ukazichukulia ni rahisi, lakini wazazi bado mna nafasi kubwa na walezi wa kukuza vipaji vya watoto wenu. Mtoto anarudi nyumbani anakwambia, baba, mimi ni monta wa darasa. Wewe unaona ni kitu cha kawaida au kidogo, monta anaandika majina ya wapiga kelele. Kumbe kuna kitu Mungu amemwandaa huyo, na mwenye wajibu wa kumlea ni wewe kama mzazi. Hawa mimi nilikuwa monta wao hapa Kiesa hapa, na kila wakati nilikuwa nawaandika majina ya wapiga kelele, na mpaka leo ni rafiki zangu. Hebu Innocent, punga mkono wa kuone bwana, yuko hapa ndugu yangu. Na urafiki wetu sio kwamba baada ya madaraka umeisha. Sisi ni marafiki mpaka leo, kesho, na hata cheo kikiondoka tutabaki kuwa marafiki. Na ndio maana hata leo unaona amekuja
na ninajua miongoni mwa watu wanafurahi ni pamoja na yeye, maana pale atakuwa ananishangaa, hivi huyu jamaa ndo yule? Bwana, ndo mie. Lakini yupo Leonard, classmate wangu toka chekechea mpaka form 4 Lugalo, na kwa bibi yake tulikuwa tunakula ugali hapo kwa Beda, na ni rafiki yangu sana, na undugu wetu bado unaendelea. Wajibu wetu ni kukumbushana, tupite hapa, tupite hapa, tupite hapa. Kwa hiyo ninaamini kwamba kipindi hicho tunacheza, tunakuwa, tunacheza mpira, tunaenda milimani kuchuma zabibu, kuchunga mbuzi kidogo, tunachukulia kawaida, lakini kumbe kulikuwa na jambo ambalo Mungu analiandaa. Tukiwa Lugalo niliendelea kuwa monitor, na utaratibu ulikuwa ni ule ule. Mwalimu akiingia darasani lazima nikute mimi nina majina hata ya kesho ya wapiga kelele, kwa sababu hawa jamaa makelele walikuwa wanapiga kila siku. Kwa na mimi nilikuwa nawaandika kila siku, yani naandika tarehe tu. Mwalimu akisema wapiga kelele wako wapi? Mwalimu, majina haya hapa, wapo ndugu zangu. Na Mkami alikuwepo, si kama yupo hapa Kami boy. Yule pale Mkami. Kwa hiyo hii ni historia ndogo ndogo, lakini jambo lingine ambalo linafurahisha zaidi ni kwamba nikiwa chuo kikuu, kwanza nikiwa Dodoma, wakati nimemaliza kidato cha 4, shangazi yangu huyu aliniuliza unataka kusoma wapi? Nikamwambia mimi nataka kusoma popote. Sasa kukawa kuna changamoto kidogo, masuala ya ada na nini, kulikuwa na vurugu kiasi. Kwa hiyo mimi anti akanipeleka Dodoma. Sasa nilipofika Dodoma na alinipa hela 980. Mimi nimefika Dodoma na anti ananiambia kakae hostel. Hapana. Nilipofika Dodoma mimi nikapanga chumba cha 20, nikalipa ada ya shule 300. Ile hela nyingine kakake Leonard huyu nikamfuata, alikuwa anauza chuma, zile chuma chakavu bolt nut. Nikamwambia bro, na 500 naomba hapa na mimi nifanye biashara. Akanambia ina shida, akanikatia kameza kadogo hivi, wewe unaweka hapa. Kwa nikawa nasoma huku nauza pale spare zile. Matokeo yametoka 2000 kabla ya matokeo 2010 anko ndo alifariki. 2011 nimefaulu, nikaenda chuo. Sasa ninaenda chuo, kwa kuwa nilikuwa na biashara, nikamwachia kakake huyu. Nikamwambia kaka, mimi naondoka, naenda shule. Wapi? Chuoni. Lakini kabla ya hapo nilienda kufundisha shule inaitwa Pomerini kule wilaya ya Kilolo. Kwa matokeo yalivyotoka nimefaulu, ile hela ambayo nilimwachia biashara huyu akanipa, nikaenda kununua bodaboda Ilula pale. Kwa ile bodaboda nikaipeleka chuo. Kipindi hicho nasoma wapi? St. Joseph. Kwa nikaa naendesha bodaboda. Na tuliondoka na bwana mmoja anaitwa nani yule? Tupaki. Mimi na Tupaki tuliendesha pikipiki kutoka hapa mpaka Makambako. Kwamba tunajua Songea ni karibu. Unajua watu wengine wanaweza kujua ni story, ila ndiyo ukweli. Hapa mpaka Makambako na pikipiki, kwamba twende, tunafika tu hapo, mbona karibu. Kwa kufika Makambako tukaona tunataka kupasuka vifua, kwa tukapakia kwenye lori tukafika kule. Kwa kule nikawa sasa mimi nawapakia wenzangu, yani mimi ni bodaboda pale chuo. Kwa nikaa napata hela vibaya mno. Baadaye nilikuja kupata ajali mbaya sana ya pikipiki, ikanirejesha nyumbani. Kwa tumekaa nyumbani, mwaka wa pili tumeingia chuo, ikatokea misukosuko, nikafukuzwa chuo. Na kipindi hicho nilikuwa ni kiongozi wa serikali ya wanafunzi. Sasa nikarudi nyumbani kwa aunti, nikamwambia mama, mimi nimerudi nyumbani, nimefukuzwa chuo. Akashangaa. Lakini kwa kuwa ni mama mwenye upendo, alinielewa kwamba kijana wangu sio mkorofi, mpaka amefukuzwa sijui kuna nini. Akanambia haya, ukaaje hapa nyumbani sasa. Nikamwambia sawa. Kwa baadaye tulikuwa na wenzetu kama 7 tuliofukuzwa, na wote anti alitupokea.
Sasa mimi natamani kwenda chuo, naendaje? Sina namna ya kwenda. Anko ameshafariki, nyumbani uwezo sio mkubwa. Nilichokiamua, nikamtafuta huyu bwana, nikamwambia bwana, nani anakopesha hela? Akanambia bwana mmoja anaitwa Aaron. Wale wa Kiesa mnamjua Aaron Deliver Taxi. Yule anakopesha hela za riba, anakupa labda 100,000, mwisho wa mwezi unampa 140,000. Kwa pale chumbani kwangu nilikuwa nimerudi na vitu vingi kutoka kule Songea chuoni. Kwa nikamwambia Aaron, umeliona hili ghetto? Wewe nipe 622,500. Chukua hivi vitu vyote, mimi nitakupa baada ya mwezi. Ila nilikuwa najua ndo namuuzia na siwezi kuirejesha hiyo fedha kwa sababu uwezo wa kupata hiyo fedha sina. Kwa hiyo Aaron alivyoona pale sabufa ile si piano nini akavibeba. Kwa mimi nikachukua ile hela nikaenda kulipa chuo cha Tumaini Iringa. Na mwalimu aliyotusaidia pale anaitwa Renatus Mgongo. Ndio alituambia kuna nafasi huku mje msome, kwa tukaenda wale wote 7 tukaenda kusoma pale. Sasa kipengele kikawa unasoma shule unaishiishi vipi? Ikawa mtihani mwingine. Kwa nikamtafuta rafiki yangu mwingine. Hawa ndugu zangu wanamjua, anaitwa Adveri Kiponda, ni marehemu au Mgubi. Alikuwa anakaa Ngome pale. Alikuwa anasoma Tumaini. Nikamwambia bwana, niazime 300,000. Mimi nataka nichukue 300,000, kuna kamchongo tu naenda kukafanya na kuletea jioni. Akanambia ulete kweli? Nikamwambia nitaleta, una wasiwasi bwana? Kwa akanipa 300,000. Kwa nikachukuana na huyu bwana. Na marehemu rafiki yetu mmoja alipata ajali Nyang'oro, alifariki, anaitwa Halidi. Tukapanda gari ya mzee mmoja anaitwa Kangesa. Tukaenda wapi kule Chipogoro. Kule kulikuwa na mnada wa mbuzi, ng'ombe na kuku. Kwa mimi nikanunua kule mifugo, nikanunua kuku. Nikarudi kama saa 5 usiku. Wakati narudi nilikuta Anchi amelala, nikamgongea mlango. Hajui hata narudi na nini, anashangaa narudi na mbuzi kama 30. Umewatoa wapi usiku huu? Kaambia nimewanunua Anchi. Wa nini? Wa biashara. Ipi? Kaambia ya mbuzi. Haya waweke huko nyuma. Kwa nikaenda nikawaweka. Kwa ndugu yangu huyu akawa ananisaidia tafuta wateja kule Mwara, kule Stereo, Miami, hapo Kiesa, Market View tunapeleka kuku, tunauza mpaka Semtema kule. Kwa hela ikawa inapatikana. Sasa biashara si ndio hii bwana. Kwa kila wiki 2 mnadani, kwa maisha ya chuo yakawa marahisi sana. Sasa akili yangu ikawa inawaza tu kwamba nafanikiwaje, mimi lazima nifanikiwe vyovyote itakavyokuwa. Nyumbani hakuna maisha, lakini lazima kupambana na maisha. Sasa bahati nzuri hapa nina kakaangu mtoto wa mzee Mbwanji, mchungaji aliyekuwa anasali hapa. Kakaamba si yuko wapi? Nilimuona yule pale kakaangu yule. Nikamfuata siku moja. Nikamwambia kaka, wewe umeanzisha kiwanda cha mikate. Mimi naomba niwe nakusambazia mikate yako unilipe. Akasema chukua pikipiki hiyo. Kwa kila siku nikana kula 5,500 ya kusambaza nini? Mikate ya Best Bakery. Kwa nakushukuru sana ndugu yangu. Kwa huko Semtema, Ipogoro, mjini kote nilikuwa nasambaza, nauza, napata hela, nikirudi jioni nimechukua buku 5, maisha yanaendelea. Kwa hiyo kile kitu kikanisaidia kunijengea ujasiri. Kwa hiyo hata chuoni wanafunzi wakawa wananishangaa, huyu jamaa anasoma afu anauza mbuzi. Kumbe mbuzi ni hela, kumbe kuku ni hela, maisha yanaenda vizuri. Hata Anti nikaacha kumsumbua na baba yangu pale kwamba hela wasio wananitumia, mimi hela ninayo. Sasa tumeenda chuo, Mungu akasaidia, nitafupisha kidogo, nikawa katibu tawi pale chuo kikuu cha Iringa. Baadaye nikaanza kugombea udiwani na Mheshimiwa Kasesela ndo akaletwa hapa, mimi ndo diwani mdogo, akawa ananipenda sana, akawa ananisaidia huku na kule. Na hapa ipo timu yangu kubwa ambayo ilikuwa wakati tunagombea hapa udiwani. Wengi wako hapa. Walinipa support, kura za maoni tukashinda vizuri. Uchaguzi mkuu bahati haikuwa yetu, wenzetu wakashinda na tukakubali matokeo kwa sababu ndiyo demokrasia.
na aliyeshinda alikuwa anaitwa Edgar Mgimwa. Na hiyo ndio tofauti ya CCM, kwamba tulishindwa tukakubali na maisha yakaendelea, kwamba tunaamini demokrasia ipo. Sasa wakati wa uchaguzi ule harakati, mimi sikuwa na gari, nikamfuata Mkami yule pale, yeye alikuwa na gari, nakumbuka namba yake inaitwa ATJ ya mwanzo, sio ilikuwa ni ngapi, ilikuwa ni GX100. Akanambia, ndugu yangu, sijali wewe, hii gari yangu itumie, mimi nitakuwa dereva wako. Kwa najua mnaikumbuka ile gari bwana. Kwa tumefanyia kampeni, kabla hatujamaliza gari ikafa, ikanoki engine. Baada ya kunoki engine, sasa ndugu yangu yule hawezi kunidai mimi gari, kwa sababu ni tumeshibana, ananionea aibu na anajua sina hela. Kwa ile gari tukaipaki gereji, ikawa ndio imekufa. Na kwa kweli namshukuru, hajawahi kunidai, hakuwahi kuniuliza, hakuwahi kusema tutengeneze, alinyamaza na mimi nikawa bubu, tukaendelea na urafiki, mali zimeharibika. Kwa hiyo baadaye katika harakati za mnadani nikapata pikipiki 3 Mpwapwa. Huyu bwana nikamchukua huyu na mimi tukaenda Mpwapwa. Tukaendesha pikipiki toka Mpwapwa mpaka Iringa hapa. Wakati ule hiyo barabara ya Iringa inatengenezwa, ya Dodoma ni ya vumbi. Kwa hiyo tukaingia hapa. Zile pikipiki ndio zikawa sasa biashara yangu ya kufanya bodaboda, na kijiwe changu kikawa Kiesa pale. Nakula vichwa, napata hela, maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Tumeuza pale vizuri, hela ikakubali, nikapata gari GX100. Sasa nilipoipata ile gari nilinunua kwa mtu milioni 3, ilikuwa kama na nusu hivi. Nikamuita Mkami, oya, wewe unaendesha hii gari, kila wiki tuweke 1,500,000. Akawa anafanya vizuri. Siku hiyo akatoroka na gari, akaenda Mbeya. Sasa karudi akasema gari imenoki. Sasa nikasema huyu ndo anakumbushia jambo lake lile. Kasema imenoki, iko wapi? Iko hapo juu hapo, ilikuwa nje panda Mtwivila hapo. Sasa usiku ilikuwa saa 4. Nafika pale nikamwambia imenoki, imenoki hapo, imenoki hapo tu Isakalilo. Naangalia gari imeua wadudu na vipepeo mbele, kwamba hii gari ilikuwa safari ndefu, kwa sababu mizunguko ya mjini huwezi kuua vipepeo kwenye gari. Nikamwambia wewe ulisafiri? Akamwambia kweli bwana, nilipata mteja wa 300,000, nilienda Mbeya, hela hii hapa. Kwa hiyo tukamwambia fundi John tutengenezee gari. Sasa wakati huo hela hatuna nyingi ya kutengeneza gari, maana vitu tufanye overall. Kwa hiyo nikamtafuta kakaangu mmoja anikopeshe hela, akanipa 1,000,000 kwa 1,600,000 riba ya mwezi. Sasa kwa kuwa na shida ikabidi nichukue hela ya moto hii. Nimeichukua, gari imewaka, tumejaribu kupambana, biashara ikagoma. Baadaye akasema riba imezaa. Tumekaa mwezi wa 2, riba ikazaa. Mwezi wa 3 kwa kuwa alikuwa mbabe, akasema mimi nachukua gari. Sawa, akamwambia chukua. Kwa akachukua gari yetu. Roho ikatuuma kweli. Sasa akasema hapa ndugu yangu Mkami, mimi Iringa naondoka na hama, naenda kutafuta maisha huko mikoani. Hapa nyumbani siwezi kutafuta tena. Kwa hiyo ndo nikaondoka hapa kwenda Kigoma kuanza mapambano upya. Nikiwa mgeni Kigoma, nikapata marafiki Kigoma, nikaanza ujasiriamali Kigoma. Kwa hiyo nikazunguka nchi nzima hii. Hakuna mkoa sijatembea. Wakati huo kaka mkubwa anajua mimi nasoma chuo masters. Kumbe tayari mambo hapa yameshaharibika. Kwa hiyo siku anakuja kuniuliza, vipi umemaliza? Kaambia bwana mkuu, mimi kwa kweli leo nilienda kufanya biashara. Akabaki anashangaa. Basi baada ya pale tukaendelea na harakati za siasa, hatukususa chama chetu, tukakipenda chama chetu, tukaendelea na majukumu, tukagombea nafasi ndani ya chama. Mungu akasaidia, nikashinda wenyekiti watu wa mkoa wa Iringa. Tukafanya kazi na nikamwambia Mungu, naomba unipe hekima, nguvu ya kufanya kazi hii ya watu. Na Mungu alinipa kibali, tukafanya kazi. Na vijana hawa wote mnaowaona hapa wengi tumefanya nao kazi nikiwa mwenyekiti wao wa mkoa. Na huko sasa nikaja kukutana na viongozi wenzangu wa mikoa, akiwemo huyu dada, simama bwana. Huyu alikuwa mwenyekiti wa Kigoma 2017, lakini yupo mwenyekiti wa Singida Dennis. Yule pale alikuwa mwenyekiti wa mkoa wa Singida. Yuko Baraka yule pale mwenyekiti wa mkoa wa Shinyanga. Yuko Majidi Lupanda mwenyekiti wa Lindi wa vijana.
Kwa hiyo hawa leo wakasema, bwana unaenda nyumbani, tunakuja tukuunge mkono, na wenzangu wengine wameshindwa kuja. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaishi kwa upendo mkubwa sana katika baraza kuu. Lakini baadaye sasa, huyu naye alikuwa ni mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Songwe, anaitwa Andrew Kadege, ambaye kwa sasa ndiye msaidizi wangu. Kwa hiyo undugu na vyeo ni vitu viwili tofauti, kwamba hata kama vyeo vinakuja lazima undugu ufanye nini? Uendelee. Sio kwamba unapata cheo alafu unasahau kila mtu. Hiyo inakuwa ni laana ndogo ndogo. Kwa hiyo hawa ni familia yangu wote. Sasa baada ya kuwa mwenyekiti wa mkoa, nikapata fursa ya kwenda kukimbiza mwenge. Miongoni mwa kazi ngumu sana ambazo nimewahi kuzifanya duniani ni pamoja na ile. Lakini namshukuru Mungu, alitupa afya, nguvu, uzima, tukaimaliza kwa miezi yote 7. Tukarudi na tukakabidhi chombo kwa Mheshimiwa Rais. Baada ya pale nikateuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Arusha, na wakati nateuliwa nilikuwa na kongamano Iringa pale CCM mkoa. Tumemaliza kongamano, mimi nikaenda kulala sehemu ambayo nilikuwa nimepanga. Sasa baadaye kama usiku saa 6 masimu ilizima, nimeweka chaji, nashangaa kundi la watu wanagonga dirishani, oya, wananiita oya, amka. Nini? Ushakuwa DC, amka bwana. Unalalaje? Kaambia bwana msinisumbue bwana, mimi nimechoka. Kwa hiyo nimetoka, nawasha simu, nakutana na messages zinaingia, simu ina stack. Ongela mabango yashatengenezwa na nini. Sasa nikaa najiuliza, hivi mimi ndo DC? Maana sikuwa na taarifa, sijui chochote, yani surprise. Sasa nikajiangalia, ngasema naenda wilaya gani? Arusha. Sasa Arusha ukisikia huku nje unajua unaanza Arachuga, unaanza nini? Kasema tutajua huko. Kwa hiyo tukaenda, tukaapa, tukaanza kazi, tukafanya mwaka mzima, tukamaliza. Mheshimiwa Rais Samia akanihamisha, akanipeleka Iramba, mkoa wa Singida. Nikakaa pale muda mchache sana, akaniteua tena kuwa katibu mkuu wa vijana taifa. Tukafanya kazi pale miaka kama 2, akanitoa, akanipeleka Urambo. Nikafanya kazi kama mkuu wa wilaya, akanihamisha tena kwenda Momba Tunduma. Nikafanya kazi kama mwaka, akanitoa, akanipa ukuu wa mkoa wa Simiyu. Nikafanya kazi mwaka na zaidi, akanihamisha, akaniteua mkuu wa mkoa wa Arusha. Nikafanya tena, akanihamisha, akanipa uenezi wa Chama cha Mapinduzi. Sasa hizi sio nguvu zangu mimi, ni maombi na neema za Mwenyezi Mungu, kwa sababu najua wapo wengi wana uwezo mkubwa, lakini kwa muda huu ni Mungu tu aliamua kwa kipindi hiki, acha na huyu afanye kazi yake mpaka pale nitakaposema inatosha, atakuja mwingine ataendeleza nini kazi. Sasa hii historia haiwezi kukamilika bila nyinyi wananchi wa kata ya Kiesa na shina hili namba 10, kwa sababu hapa ndio mzizi wa kwanza. Na katika kuangaza hapa nimemwona mzee Utenga. Mzee Utenga yule ndo mzee wa kwanza mimi kumfuata, kumwambia nataka nigombee. Yaani mtu wa kwanza kabisa kabla sijamwambia yoyote alikuwa ni yule pale mzee. Kwa yule mzee akaniuliza maswali mawili. Mbona ni kijana mdogo, utaweza? Kaambia nitaweza. Sasa mimi nitakuunganisha na watu kama 3. Nenda ukawaone, akiwemo marehemu mzee Ngimba. Alikuwa anakaa pale Tumaini chini pale. Akanipitisha kule. Baadaye nikakutana na dada zangu wale pale wa Septemba wale. Hao ni hatari hao. Wakaja kina mama Oliva hawa. Wakaja wazee wangu kina Magava hapa, nikawaona kina Gwegime, nikawaona wengi sana. Tukaingia kwenye harakati, tukaishia hapo tulipoishia. Sasa ninachotaka kusema hapa, wazazi na walezi, mlee talanta za watoto wenu. Zile hatua ndogo ndogo, jifunzeni watoto wana talanta zipi, wasaidieni kufikia malengo, kwa sababu wapo watu wana uwezo
lakini wanakosa kitu kidogo tu, nani wa kuwapushi ili wafikie kule wanakotaka kufanya nini, kufika. Sasa hilo jukumu ni la kwetu wote kama wazazi. Kwa hiyo ninachoweza kusema hapa ni kwamba Mungu ninayemwamini awabariki wote sana. Na sisi tumelelewa katika mazingira ya dini, tunamjua Mungu kikamilifu na tunasali sana, na ndio maana hata katika mizunguko tunasema tusianze jambo lolote bila sala na dua kutangulia, kwa sababu tunaamini bila Mungu hakuna jambo ambalo linaweza kukamilika. Na nitumie fursa hii kuwashukuruni wote kabisa. Upendo wenu, narejea tena, moyoni kwangu umeweka deni kubwa, na mimi nitajitahidi kufanya kazi kwa bidii, na ninyi mniombee pia kwa bidii, na msiache kutushauri, kwa sababu sisi bado ni watoto kwenu na ninyi ni wazazi bado. Wanapenda kusema mara nyingi, madaraka yanapita, maisha yanaendelea. Ukiishi vizuri na watu ukiwa huna madaraka, na ukiwa na madaraka, hata yatakapoondoka utaendelea kuwa mtu wa watu. Kwa hiyo tupendane.